mpendwa mtazamaji, naomba ufungue moyo wako tunaposhiriki neno la Mungu siku ya leo. Leo nataka tuweze kuongea kuhusu sheria. Tunapoongea kuhusu sheria, kuna mambo mengi ambayo tunaweza kuyafahamu kulingana na sheria. Kuna muda sheria ilikuwa inafanya kazi na kuna muda sheria ilifika mwisho. So hii ndio Wakristo wengi hawafahamu bila sheria ilifika mwisho ama sheria ilianza wapi. Juu wengi wanafikiria sheria ilianza katika shamba la Edeni, lakini ukisoma Biblia haisemi ni sheria. Ukisoma kitabu unaweza kula, walakini matunda ya mti ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku ile utakula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hapo tunaona ni Mungu amepatia Adamu neno, si sheria. Kuna tofauti kati ya neno na sheria. So unapoangalia hapo unaona Mungu amepeana neno, na alipopeana neno Adamu akalipokea, kwa sababu maandiko inasema hapo mwanzo kulikuweko na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuweko kwa Mungu. Kwa hivyo na kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Mungu alitupatia sheria ili tuweze kutambua dhambi, kwa sababu mwanadamu alipomwasi Mungu hakuweza kutambua dhambi. Mpaka wa leo kuna wengi wa Kristo wengi hawayatambua dhambi ni nini. Kwa sababu gani? Hawayafahamu kusudi la Mungu kutupatia sheria. Sheria ilikuwa takatifu na mwanadamu alikuwa mwenye dhambi. Hebu tuweze kuangalia Biblia, tuone vile Biblia inasema katika kitabu cha Warumi. Warumi ni 7 mstari wa 12. Maandiko inasema basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ni ya haki na ni jema. Mstari wa 10. Hasa bali dhambi ilionekana kuwa ni dhambi. Ilibidi mwanadamu ili aweze kujitambua, ilibidi Mungu aweze kuleta sheria takatifu, sheria ambayo ni jema, sheria ambayo ni ya haki, kwa sababu mwanadamu si mwema, mwanadamu si mtakatifu, mwanadamu si mwenye haki. Ilibidi Mungu alete sheria ya haki, alete sheria takatifu ili mwanadamu aweze kujitambua. Kwa njia nyingine, sheria ni kama kioo. Sheria ni kama kioo. Tunaposimama mbele ya kioo, tunaweza kuona mambo mawili. Tunaweza kuona uchafu wetu ama usafi wetu. Kwa hivyo sheria ilikuja tunaposimama mbele ya sheria ili tuweze kujitambua. Na Mungu alipeana sheria kwa kusudi ili sisi tuweze kujitambua. Kwa sababu kuna mwanadamu aliyejitambua. Mwanadamu yule ana dhambi miongoni mwenu awe wa kwanza kumtupia jiwe. Yesu hakusema yule asiyetenda dhambi, hakuongea kuhusu kutenda. Atarereria orote bwethetie mesia auwere oro utena mesia enero are ombere wikieia orote naye utena wesia. Lakini kitafsiri ya toba inge no toba tena kanya ka kuthoma Biblia batena kanya ko tareria ruteto ro Mungu bobweya kenda baria ora ruteto ro kuwa. Mara nyingi wananena kitu ambacho hakijaandikwa. Wanasema ate Yesu alisema yule hakutenda dhambi. Yesu hakuongea yule hakutenda dhambi. Hapana, alisema yule ana dhambi ora utena wesia. Kumaanisha wesia tiketendo kimwe kuroyo akwendethie. Hata wake bagwanasha wesia ni kedivyo kila mabwedhirie. Ni madipeleka kwa Yesu, wanamuuliza, wanamwambia sheria Musa inasema mwanamke kama huyu apikwa na mawe, nao wasemaje? Yesu akasema yule ana dhambi awe wa kwanza kumtupia jiwe. Kila mtu alijioji ndani ya moyo wake. Alipojioji ndani ya moyo wake akaona lisi ya kuwa si atenda dhambi, bado niko na dhambi. Ndio ukienda ulisa askofu, ulise mchungaji, onya kwa kuyafuata ayasikiao kwa masikio yake. Maandiko inasema vizuri sana. Inasema hata hukumu kwa kile anachokiona. Sheria ilikuwa na hukumu kile inaona. Na ndio unaona Mafarisayo waliweza kuhukumu huyu mwanamke aliyefumaniwa akisini.
na walipomhukumu wakampeleka kwa Yesu. Walipofika kwa Yesu, Yesu akuhukumu kitendo. Yesu akufanya nini? Akuhukumu kitendo. Haleluya. Hebu tuweze kuangalia kitabu cha Isaya 33 verse 22, tuone vile Biblia inasema. Bwana ni mwamuzi wetu na ni mfanya sheria, na inasema ni mfalme wetu, yeye ndiye atakayetuokoa. Tunapoangalia sasa, wamebeba mwanamke aliyefumaniwa kisini, wamempeleka kwa Yesu Kristo ambaye ni mwamuzi. Wamempeleka kwa Yesu ambaye ni nani? Ndiye mwamuzi. Yeye ndiye mfanya sheria, yeye ndiye mfalme, yeye ndiye atakayetuokoa. So ilibidi Yesu aweze kutengeneza sheria ingine itakayofungua huyu mama, kwa sababu sheria ya Musa imezaa hukumu ya kwamba yeye hafe. Yesu aliandika mara mbili kwa kidole. Aliandika nini? Sheria iliandikwa kwa kidole cha Mungu. Akaenda kwa Yesu akamuuliza, nifanye nini ili nirithi uzima wa milele? Hebu angalia uone vile Yesu alimwambia. Kitabu cha Luka, fungua Biblia yako mpendwa mtazamaji na hapa kanisani. Kitabu cha Luka, Luka ni 10 mstari wa 25, tuone vile Biblia inasema. Na tazama Yerusalemu, hakika utakufa. Moyo wa Suleimani kupatia Simei sheria asitoke Yerusalemu. Katika moyo wake ni Simei afe ama ni aishi milele. Moyo wa Suleimani kupeana sheria ni ili sheria imuue nani? Simei. Lakini Simei kwa sababu hakuelewa, aliona vile mfalme amesema ni vizuri, nitafanya na sitatoka Yerusalemu, na akaona ni ukweli, sitatoka. Hakuwa nafikiria kuna jambo linaweza fanyika atoke Yerusalemu. Kama angefikiria kiundani, angeambia mfalme, kama nikufa nikufe leo, kama ni neema ni nahitaji nini? Nahitaji damu. Haleluya. Yoabu kama angeenda kwa Suleimani aombe neema, je, angepata neema? Angepata neema. Alienda kwa pepe za madhabahu, mahali hakuna neema. Ukienda hapo hauwezi kupata neema. Ukitafuta neema kwa sheria hautapata neema. Kwa hivyo Mungu alitupatia sheria kwa kusudi gani? Kusudi la Mungu kutupatia sheria yani, yeye anasema imeandikwa, mpende jirani yako, hata huyo jirani hamjui. Haleluya. Maandiko inasema vizuri hapo, mwanasheria akasema, mpende Bwana Mungu wako na moyo wako wote. Nani anayependa Mungu na moyo wake wote? Moyo wako haujakamilika kwa sababu ndani ya moyo wako kuna dhambi. Na Mungu alisema umpende na moyo wako wote ili uweze kutambua dhambi iliyo ndani ya moyo wako. Haleluya. Kwa hivyo kuna muda sheria ilikuwa inafanya kazi na kuna muda sheria ilifika mwisho, na tukiangalia Biblia inasema Kristo ni mwisho wa sheria ili kila amwaminie ahesabiwe haki kwa imani. Haleluya. Na tukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 39, tuangalie hapo tuone vile Biblia inasema. Maandiko inasema na kwa yeye kila amwaminie uhesabiwa haki katika mambo
yale yote asiyeweza kuhesabiwa haki katika torati ya Musa. Hapa maandiko inasema kila amwaminie anahesabiwa haki katika mambo yote ambayo haungeweza kuhesabiwa haki katika torati ya Musa.